ondokeni kwangu nyinyi mtendao maovu. Sasa utashangaa mtumishi wa Mungu unaomfahamu, mtumishi wa Mungu anaokuombea kila siku, anakataliwa siku ile na Bwana mwenyewe. Hana alichokivuna katika habari ya kazi ya utukufu wa Mungu. Hana alichokileta kikaonekana mbele ya Mungu ni jambo zuri. Utashangaa. Lakini yote haya yanasimamishwa na kuwa makini katika kuzitenda kazi za Bwana. Yapo maelekezo, upo ufunuo, ndio unabii. Yapo mahubiri, ndio utume. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Katika haya tunalijenga kanisa. Katika haya tunatengeneza njia ya kwenda mbinguni. Lakini ndani ya unabii na utume ndimo makosa yanamotokea, ndimo huzuni ya Bwana kuitazama dunia kwa machozi kama alipokuwa alilia Yerusalemu, ndipo inapotokea sababu ile ya kukosea, na Mungu akashangaa kwa nini wale wanafanya nisiyoyaagiza. Habari za haraka haraka, kwenda haraka, kutaka kubarikiwa haraka haraka, ndani yake tambua kuna makosa. Mungu anakuhitaji katika habari za wewe kwenda kuishi naye mbinguni. Sasa wewe nawe una mambo yako. Tunatambua Mungu ni nafsi na wewe ni nafsi, na ndani yake katika nafsi kuna masirahi binafsi, lakini utii wa neno la Mungu wewe lazima ushuke kama mjori. Lazima utambue unao wakati wa kuweza kubembeleza habari za utukufu wa Mungu zije kukaa kwako. Unao wakati wa kuweza kulishika neno la Bwana ili ufundishe watoto wako na wana watoto wako. Haya ndio maagizo. Lakini unaweza ukatoka humo kwa sababu unaoyahitaji unayafahamu na yanachelewa kufika, ukatenda dhambi. Wewe ni mti usiozaa matunda, na wewe unastahili kukatwa na kupelekwa katika moto wa kuunguzwa pale.